Hebu achana na mambo. Si unaenda kulalamika, utaongea vitu mpaka utaongea vitu ambavyo yaani vya ndani. Vitu vya siri atakiwa afahamu mtu yote utakuwa unasema. Maana yake ni niliona unielewi ndio maana nikaenda kwa shemeji. Ila nisamehe. Kwa kawaida kile kitu kitakaa sawa. 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 Maana yake ni siku nyingi sana. Ndio. Toka tumwasindikiza mimi na mke wangu. Ndio mmekuja leo. Mjomba, toa wasiwasi. Ndio. Na sisi pia tunashukuru. Ndio. Tumewakuta salama toka tulipofika majuzi mpaka leo hii, nadhani ni kicheko tu. Ndio. Maana yake ni amani kabisa. Maana kuna kipindi paka mke wangu kipindi tupo nyumbani akawa ananisumbua kila wakati. Mjomba, shangazi. Mjomba, sinashukuru kwa sababu toka ameondoka na mke wangu hapa tulikuwa hatuna amani. Manake ni siku nyingi tunakaa tunawafikiria kwamba hao watu toka siku hiyo wameondoka mpaka hii leo. Nashukuru umekuja, sawa? Umekuja katika hali mzuri, mmependeza. Kwa kweli mjomba, mimi nashukuru mmenipa mwanamke mzuri, mrembo, ambaye tayari naona sasa nyota zinaendana. Sawa. Shangazi. Ndio. Sisi tunashukuru kwa kuweza kutupokea kwa tabasamu kubwa. Mmemlea binti yenu kwa maadili mazuri sana. Sisi tunashukuru sana. Na mimi nashukuru kwa kumtunza mwanangu. Na mimi amependeza, amekaa vizuri, tena wanakijiji wakimuona hapa. Wamechanganikiwa. Shangazi na mjomba. Ndio. Mimi nashukuru sana kwa kuweza kunilea vizuri mpaka hapa nilipofikia. Ndio. Najua mengi mmepitia. Ndio. Lakini namshukuru Mungu. Nimepata mwanaume bora na tunaishi vizuri na mume wangu, hamna tatizo lolote. Tunashukuru na sisi. Na mimi nakuona jinsi ulivyopendeza. Ndio. Matunzo yako vizuri. Uko naona sisi tunakula vizuri. Naam, nimekuwa mzungu sasa. hivyo mwanamke. Wewe unataka gani? Yaani huko ndani uishi maneno kila siku. Sijui kicheko ni nani? Amekujaje? Sijui nini? Hivi, sikia, nimekuambia hivi kicheko utamfahamu endapo kama alifikia akija shangazi hapa. Sitaki kusikia tena ukizungumzia kicheko ni nani. Nimekuambia hivi, akija shangazi hapa ndio utamjua kicheko ni nani. Hivyo una akili gani wewe? Mbona ukuelewa? Wewe mzee, nakuheshimu sana, sawa? Usione kama mambo yako unayoyafanya huko ndani kwangu mimi siyaoni. Na yaona vizuri, kwa hiyo kaa kwa kutulia. Wewe unaingilia ugomvi wa kwako. Ugomvi kati ya kicheko na Chigasa. Wewe ugomvi wa ukuhusu. Kwa nini unaingilia? Chigasa ni mume wangu mimi, sawa? Na nitamlinda mwanzo mwisho. Aya kuhusu wewe. Naam mjomba. Niambie mjomba wangu. Ndio. Vipi maisha mnayoishi huko na mke wako? Mjomba, kwa kweli maisha sio mabaya. Ndio. Tunaishi tu vizuri paka leo hii ndipo tuacha siku ile. Ndio. Hakuna changamoto yoyote. Kama hamna changamoto yoyote ni vizuri kwa sababu mimi Flora ndio niliyomlea na ninafahamu. Ninamfahamu vizuri tu. Sawa. Nimemlea mimi mwenyewe kabisa. Kwa hiyo changamoto zake ninazijua mimi. Na hata nilivyomuozesha kwako wewe nenda kuishi mbali. Nilikuwa nafikiri mjomba wangu mimi huko nilikompeleka anaishije. Kwa hiyo kama anaishi vizuri kwangu mimi nina furaha sana. Basi wewe inatakiwa kuanzia sasa hivi. Ndio. Amini kwamba upo na Simba.
ambayo masaa 24 anaweza akamlinda mwanao. Basi mimi ninashukuru kama anaendelea vizuri. Na nashukuru nimemuona jinsi alivyotoka, ulivyomchukua na hivi mlivyorudi. Aisee, wewe ni jembe. Jembe. Yaani unanguruma. Simba. Nakukubali. Naona mjomba bado. Basi mjomba, hakuna shida hilo. Sisi tuko vizuri kwa kweli. Nashukuru. Labda nyinyi tuko kutokana na mazingira, labda kuna changamoto. Ndugu yangu. Kwema lakini. Safi vipi? Sasa nimekuita hapa kwa jambo hili moja tu. Kila siku nakwambia Tigasa, wewe kuna kitu unakitafuta. Na pia kuna kitu ambacho wewe unakijua lakini unakificha. Sasa twende kwenye point. Mke wako jana alikuja nyumbani kwangu. Na nimezungumza naye mengi sana ambayo yanakuhusu wewe pamoja na yule mgeni asiyejulikana ambaye umemweka kwako. Naweza kusema asiyejulikana kwa sababu wewe mwenyewe umjui. Tunakuuliza maswali unasema ufahamu chochote, anayefahamu chochote ni shangazi yako. Sasa mke wako ameongea kwa hisia kubwa sana. Anachokifahamu yeye ndo kile ninachokifahamu mimi. Wewe kuna ukweli ambao unaufahamu lakini unashindwa kutuambia. Mpaka inaonekana sasa hadi mke wako naye unamficha. Ni kitu ambacho hakistahili. Kama mimi kweli umenificha na mke wako naye unamficha, au mke wako unamficha, nini kinachoendelea ndani ya nyumba? Mke wako ameumizwa sana na hili jambo. Ina maana kwamba umemletea mtu ambaye unknown katika nyumba yako. Na wewe uweze kuniambia kweli yule mtu mjui. Analala kwako, anakula kwako, akiumwa wewe, sijui ameenda msalani wewe, alafu leo hii from nowhere unaniambia kwamba eti umjui, alafu mimi eti nikae tu kirahisi eti niseme kwamba wewe unachoniambia ni cha ukweli. Sasa basi, usichokijua na usichokielewa, mke wako ameniomba nizungumze na wewe na unieleze ukweli. Usipo nieleza ukweli, yani yeye anachukua maamuzi. Na maamuzi aliyosema yeye mawili. Unieleze ukweli, abaki katika nyumba yako, ama uendelee kutuficha, aondoke aende kwa baba yake na mama yake, yani kwao. Sasa kama unaendelea kukaa nalo rohoni, bravo. Mimi siwezi nikakulazimisha sana kwa sababu tumeshaongea sana. Sasa ni hayo. Uniambie ukweli ama unifiche. Sikia rafiki yangu. Tutaendelea kuongea maneno yatajaa maneno kibao. Na kama nafikia wakati mpaka mke wangu anakuja kwako, mpaka analia, anataka kujua ukweli. Sasa mimi nazije kuficha ukweli hapo. Na wewe unanifahamu vizuri. Tumeanza kucheza toka muda sana. Sehemu ambayo ninakwama lazima nije kwako, niombe ushauri na unanishauri. Sasa kwa nini niendelee kuficha ukweli au niache mke wangu anaumia au mimi mwenyewe niwe na stress kama hivi, tunakaa vikao ambavyo havina sababu za msingi na hata kufanya kazi zangu, nije hapa nipoteze muda afu ukweli na ufahamu. Kwa nini? Kama nilivyosema, mimi sijui chochote kuhusu yule mtu. Yaani swala ni kwamba iko hivi. Kwa hiyo wewe hakuna ukweli unaofahamu zaidi ya ule. Yes. Sawa.
Mhudumu. Usipotezeane muda hapa kupigizana kelele. Wewe ni mtu mzima. Yaani muda wote mimi unakunywa nini tu. Acha kelele. Mhudumu. Sana Mr. Mayunga. Asante sana. Tindingoli. Tindingoli. Oh. Tindingoli. Oh. Mr. Mayunga. Ndiyo. Hongera sana kwa kuweza kumshawishi shemeji na kuwa pamoja nasi. Mr. Adeli, nilishamwambia ukweli, ndo maana ameweza kufika hapa. Karibu sana shemeji yangu. Karibu kwenye chama chetu. Karibu. Tindingoli. Oh. Tindingoli. Oh. Tindingoli. Oh. Tindingoli. Oh. Naomba mkono. Mke wangu vipi? Njozi. Dada, samahani. Mimi na huyu rafiki yangu tumekuja hapa, tulikuwa tuna shida kidogo. Rafiki yangu anaitwa Kicheko. Na mimi naitwa Kidogo. Huyu ni rafiki yangu sana, tena wa damu. Tumejuana muda si mrefu sana, lakini yapata siku kama 2 hivi ama 3, namwona jamaa akikaa anajiinamia. Ina maana kwamba hana furaha katika maisha yake. Kile kitu mimi mwenyewe kilikuwa kinaniuma sana. Kwa hiyo nikajaribu kuzungumza naye, akanieleza ukweli kwamba kuna shida ndani ya moyo wake. Kuna mwanamke ambaye amemkabidhi moyo na maisha yake, lakini yule mwanamke yeye hamsumbui, bali kuna upande ambao unamsumbua. Nikajaribu kuongea naye, nikampa mawazo, nikajaribu kuzungumza naye, kuongea naye pale, kupiga story nini, kutembea ili mawazo yaweze kumtoka. Na nilimwambia tutafika hapa, na ndio maana leo tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Labda niseme kitu kimoja. Mwenyezi Mungu ametuambia tuje duniani tuongezeke na tuzaliane. Na pia hapo unafahamu, kama najua ni Muislamu kama mimi, kwamba ndoa ni ibada. Ndoa ni nusu ya dini. Sasa inapotokea mtu analeta kikwazo kwenye swala la heri kama hili,
basi sidhani kama analeta picha nzuri kwenye dini yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo nikatoka na huyu bwana ili tuje kuzungumza na wewe. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa naomba kitu kimoja, utoe go ahead, ufungue moyo wako, ukunjue nafsi yako, utoe ridhaa from your heart, ili mdogo wako huyu awe na furaha katika maisha yake, au yule bwana awe na furaha katika maisha yake. Mimi nafikiri ukifanya hivyo hata kwa Mwenyezi Mungu nako itampendeza. Na ndio maana leo hii tumepata muda ama tumetafuta muda kuweza kuja hapa na kuweza kuzungumza na wewe. Kwa hiyo mimi nakuomba, hebu tuwapatie nafasi ama uwapatie nafasi na wao waweze kufurahia. Ila samani kama nitakuwa nimekuuzi. Ni hayo. Sawa, mimi nimewaelewa. Lakini kwa sasa siwezi kutoa jibu lolote. Itabidi nikae niendelee kufikiria, afu jibu nitawaambia. Mashaallah. Mimi naweza nikasema asante ama tukasema inshallah. Panapo majaliwa, utakapoona kuna jibu ambalo umelitoa la kukupendeza, basi naomba umweleze mdogo wako atamweleza bwana Kicheko, bwana Kicheko atanieleza. Lakini kumbuka hapo katika mambo matatu ambayo tumeambiwa sisi Waislamu tufanye kwa haraka ni swala la ndoa. Kwa hiyo mimi na imani kwamba utafanya haraka na sisi tutafanya haraka tuwaingize katika ndoa hawa watu. Haya, sisi tunaenda. Haya, safari njema. Haya. Karibuni tena. Shemeji. Sisi tulikuwepo. Haya. Twenzetu. Na nguvu wananiweza, nafasi yangu tu, pengine tunashindwa kuelewana, tunatamani kuwana. Tumwepushe ibilisi, tusivunje undugu kisa urithi, tushikamane sisi kwa sisi, mali zisilete ugombanishi. Dhuluma ndugu wananitesa, nafasi yangu tu.